As you all know, Gen Zs have become more and more talented and creative over the last few years. But when it comes to politics, they have gone into a different level. Sasa, I want to share with you a few individuals who have created like the best and the best and the best, like when it comes to politics, like kufanya ucheke. Now, wewe uniambie, I will rate it from 1, 2, 3, 4. Nitatengenezea numbers hivyo. So wewe uniambie kwa comment section which one is the funniest. Tumetenga viatu milioni 1. Kwanza tupunguze gharama. Sasa wewe my friend, unanirushia manzi yako. Umesema kesho tunaingia wapi? Ninge Mandera. Mandera. Hebu nisaidie list ya barabara za huko. Hii hapa. Hata ushatengeneza? Tunaingia Mandera. Hii barabara hii ni Mandera, Ramu, Gare, Elwak, Kobo, Kotulo. Wacha nione kama nitakram. Barabara itatoka Mandera, ingie Ramu, iteremke hadi Kotulo, ingine iteremke hadi Kobo, ipitie Dubai, itoke kwa Murima, alafu ifike Isiolo. List kweli nitashika kweli. Na umesema salamu za watu wa Mandera ni gani? Musangarire. Salamu za kinyumbani. Ndio hiyo sasa. Musangarire. Musangarire. So nitaingia huko niwaambie Musangarire mwakuyanza ado nyumba. Hapo boss. Ha? Hapo hiyo ni watu wa Murima hiyo. Hiyo ni ya watu wa Murima. Hiyo ni ya Murima. Kwa nini anasema hivi? Karibu sana. Tuko salama. Karibu sana, karibu. So yes. Maybe a word of prayer, Your Excellency? No. Saiba pia wachana mambo ya pia. Hiyo maombi ni ya huko. Tukienda Harambee. Okay, thank you so much. Welcome to this 104. This Crisis meeting. Yes. And so thank you so much for heeding to the call. I'm glad that you guys are here. This is the cabinet that we have. Sina watu wengine. Ni nyinyi mtanisaidia kufanya hii kazi. Mimi kazi yangu ni kuongea na kazi yenu ni kuangalia kitu nimesema how can we implement such things. what we were requesting is that sometimes you consult us before you talk. But how is Mombasa, by the way? Mombasa is doing well, Your Excellency. I need to visit Mombasa. Yes, I will organize. In 2 weeks. I will organize. It's a launch kitu huko. Yes. I was saying, sometimes matamshi inatuweka kwa shida, but we will see what we will do. Yes. Because Your Excellency, I think you all can see that ni kujituma tumejituma. Your utterances have forced us to make our wives chefs. So guys, you know why we are here. It was a simple task. Mimi ni kusema, nyinyi ni kutenda. Ndio. So I want to know tumefikisha chapati ngapi because Kenyans are waiting for a million. For a million. So Your Excellency, thank you so much. Nairobi one. Welcome Nairobi one for cabinet. Yes, Excellency, I'd like to thank you, number one, for inviting me to the Cabinet of Kenya. As you're aware, you said these pronouncements in my county. So I'll lead by example. So, Mr. President, when will you stop lying? Where's the lie? You promised the youth free Wi-Fi. My friend, wakati tulichukua usukani 2022, okay? Tulipata bei ya unga ikiwa 260 shillings. Ni kweli? Stick to my question. La wakati sisi tulichukua usukani, hiyo unga tulishukisha bei kutoka 260, saizi iko shilingi 110. It is on record, you can go there to your nearest kiosk. Stick to my question. Sawa. What was your question? About the free Wi-Fi. So, I personally, tulienda pale Roiro na MP for Roiro. Tukafungua an ICT hub that is employing over 5,000 Kenyans
who are willing to work online. No, Mr. President. Unadhani hiyo ni mchezo? Stick to my question. Unanielewa? Stick to my question. Wakati tulichukua usukani, tulipata bei ya fertilizer ikiwa shilingi 7,000. Mr. President, stick to my question. Stick to my question. Let me finish. Tulipata bei ya fertilizer ikiwa shilingi 7,000. Wewe mzee, zima hizi vitu. Wakati zima tuende wana. And the Grammy goes to Kasongo Zakayo. sana na wastaki tu kwa Mungu. What the heck? This is a little bit heavy in the bay. Tulikuwa tumetenga. Oh, I want to thank my wife. I want to thank my kids. I never knew I will win a Grammy. Ama namna gani? Kasongo yeye. Mombali nanga. Mimi sina sauti katika wewe, you can be alone, you live here alone. Tafadhali nyinyi wacheni kupiga makelele. Na wale nao waingie kwa class. Faster. Na hiyo jute ifanywe. Kwa nini hamfanyi jute? Kijana na wewe umetoka wapi? Sana si after kumaliza exams za term 1 sasa ni term 2. Na mimi at least though nimechelewa kuja shule. Lakini sasa term 2 nataka hata kama nimechelewa na wiki moja. Naweza perform. So uingie term 2. Term 2. One term haujafanya kitu. Sasa unataka uingie term 2. Unajua naweza jaribu term 2. Ulimaliza kazi kama home science, mlimaliza kazi ya chapati? Hapana. Kazi ya chapati mlimaliza? Hapana. Na unataka kuingia class ati ni term 2. But term 2 naweza jaribu. Mambo ya ni unajua mnanifurahisha. Mambo ya shairi mlimaliza? Kuna shairi mlikuwa mnafanya mlimaliza? Unataka kuingia term 1. Naweza zimalizia kuandikia term 2. Hapana, tunamaliza hapo. Kwani hiyo term 1 ilikuwa ya nini? Hiyo one term ilikuwa ya nini? Hiyo ilikuwa strategy. Si basi mngeruka mkuja term 2. Kama term 2 ndio kazi inafanywa. Ile sikuwa prepared kwa hiyo exam. Hamkuwa prepared. Mkasema ate kuna hebu ile kitu utafanya ni kama utarudi hiyo term 1, tutatoa tu one term, turudie hiyo, tuone kama utakwenda hapa. Sasa nirudi nifanye exam kwanza za term 1. Ama uende nyumbani. In whose hands will you be safe? It is a must you go. Sasa kama umeshindwa term 1, what makes you think term 2 utaweza? Lakini naweza jaribu term 2. Kidogo unabadilisha desk, unasema desk ndio ilikuwa baya. Kidogo hamtaki choka za white, mnataka za yellow. Kidogo mnasema mbadilishiwe mwalimu. Mumeleta mwalimu mwingine. Huyu mwalimu anatolewa hii class anapelekwa hii, bado hampiti. Mnataka aje? Ni ile nini? Na nini ta explain huko mbele term 2. Term 2. Unataka term 2. Hii one term, huwezi ni judge na one term. Hii term 1, unajua kwanza hata term 1 inakuanga easier. Sasa nikicombine zote nikimaliza term 2 exam, mimi naweza fanya zote ya term 1 na term 2 term 2. Mwanafunzi ungeruka, ungeenda tu hata term 3. Wacha hii tu. Ungeenda 3 kama unaona ndio utafanya zaidi. You just go home. And I'm saying you must go. Just go home. Yeah, you must, because now the way it is, mwalimu mzazi amekuwa akilipa fee. Si ni kweli? Analipa fee, wewe ukuje usome. Analipa fee hii term moja, tuone kile utafanya. But wewe ni nani? Ni mchezo. Mara nasikia hauko kwa class yako. Si unashindaga na ndege kwa nisi na ndege. Unashindaga umeenda class zingine. Mara umeenda sijui class ile wanasoma Chinese, mara umeenda ile class wanasoma French. Nilikuwa nataka kujaribu nione huko kwingine. Uone sasa, na uliona. Sasa enda nyumbani. Enda sema ni hiyo term moja. Na wenzako your company hiyo mmekuwa mkipiga nao makelele. Si ninakuaga nikiwaona mkifuatana. Akina Kim, ambia Kim muende na yeye. Kim pia ingine na akina Oscar. Pia aingie kufanya exams za term 2. Huyo hata hii shule hata wairudi. Watu wengine term 2. Endeni mtafute shule nyingine. Lakini mtu ukianza hii kitu na kwanza lazima umalize term zako. Sasa nimesema it is my terms. I am the teacher. It is under my terms, and one of my terms, one term that I'm going to use is go. And then nikileta mzazi, Prince, mtarudi na yeye nyumbani. Mzazi atakuja kukuwa mwalimu. Si ni wewe umecheza? Mzazi alitoa pesa ukuje usome. Ni kweli? Wewe kazi yako ni hapa. Kubadilishana picketing, makelele. Unajua place mlikuwa mmeniweka huko mbele, sikuwa napenda watu wenye walikuwa wanakaa hapo mbele. Hauko umependa watu. Ndio nilikuwa nataka kukaa na wale wenye walikuwa wanakaa hiyo side. Ukajitafutia akina nani Hao walikuwa nini?
wako smart. Si ulijitafutia nani huyu akina Rai nani anaitwa nani huyu kijana mmekuwa mkicheza na yeye akakuwa your new friend. Unajua alikuwa na though kwao wananga nini hata shamba na hajaipika lakini alikuwa mnoma home science. That's very bad. That's very bad. Can you please go home? Wacha kujitetea hapa. Ilishaamuliwa. Na utakuwa ukituona tu huko. Go home kijana. Tamu ni moja. Haya na nyinyi pia kama mnataka hivyo muendelee na hiyo mchezo. Mambo imebadilika. Hii nayo ni shule mpya. Syllabus ni mpya. Ndio inaitwa syllabus. It's